askari na imeandikwa red, yeye anatoka na anaenda. Na kuna mmoja ametipita tu pale Dagoretti Corner tu, tukaenda tukasimama situ hapo, mwingine akaingia tu akapita. Nikauliza my colleague, nikamuuliza sasa huyo amefanya namna gani, lakini nikakumbuka, that one is an idiot, kwa sababu anajua anastahili kusimama lakini hasimami. Yeye ni kwenda tu. Lawless people of impunity. Hata wakati kama huu kumekuwa na mambo ya maandamano, unakuta idiots wako huko ndani. Wao kazi yao ni kupora mali na kuchoma barabara na kuchoma maduka ya watu na kuchoma hata pikipiki. Hao ni hatari sana. Bwana asifiwe sana. We need to be citizens. We need to be men and women of character. Hallelujah. Na hawa ndio majority. Hata hii serikali imepambana sana. Bwana Rigathi, umekuwa ukipambana sana mambo ya pombe haramu ambayo imetukalia hapa kwa mlima Kanatigwa hii. Ile ndio koretwo ekwo bio. Na riu andu ni marone kama therathiragite. Bwana Rigathi, ruthiriria wone riu ndiko therathiragu riu. Ona tuthithi ne twega riu. Kanatigwa hii. Obare arwaru agite hau ogwa geitaga njohi akimenagwo. Eto hamwe. Because even these guys who do brewing and selling, they are in the category of idiots. Anajua vizuri sana hii kitu ni ya kuua, lakini hajali, anauzia, nendeni mkufe. That's why we had many walking zombies, young men and the women and the middle-aged men. They are just walking zombies kwa sababu ya idiots ambao kazi yao, business yao inaitwa merchant of death. If we could be having citizens, hii dunia tutaingia first world very fast. Bwana asifiwe sana. We can have many citizens and very few idiots. We can go far. Men and women of character like Susan Modhoni, people who can touch lives. Ambaye hata Mungu anatoa ushuhuda na anamwambia shetani, Job is an upright person. Job is a blameless person. Job is a man of integrity. Have you seen him? I wish people can say that to me or even to you. It is possible. These categories are not casted on stones. You can move. Somebody can move from category 3 and go to category 2. Kama hutaweza kwenda straight away to citizen. Ningependa uende straight away to citizen, lakini najua inaweza kuwa ngumu. Tuko pamoja watu wa Mungu. So her life, it has really impacted me, even posthumously, that the legacy she has left. The life of Job have inspired me for many years. I pray, let it be the same with you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh Lord our Father, we want to thank you because of your goodness. May you help each one of us, even as we celebrate the life of our dear mom, a woman of character, a woman of integrity. God help us, even as Kenyans, even as believers, to be men and women of character, people who are not blameless, who are blameless, people who are upright. Help us, dear Lord, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you very much, our moderator, for that very powerful message. Let us all desire to become citizens in this world and also in heaven. Praise be to God. It is only by knowing Jesus Christ as your Lord and your Savior that you live as a citizen here and also a citizen in heaven. I want to welcome the family for the prayer so that we commit them to God. The family members. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Wachungaji na wazee wa kanisa, let us come and surround them. You may stand around the coffin. Okay.
bani salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Tutaomba kwa sababu ya familia hii ya Susan Muthoni Wanjohi. Mungu wetu, Baba yetu uliye mkuu sana, uaminifu wako twapendezwa nao. Tunakushukuru hata nyakati hizi kwa sababu twajua imekupendeza kuona kwamba tunatoa ibada ya shukurani, tukikuabudu hata katika nyakati hizi ambazo ni za majonzi kwa familia hii. Lakini mioyo yetu, Bwana, inapendezwa nawe kwa sababu ya safari mrefu ambayo umetembea pamoja na mama yetu Susan. Kwa miaka mingi ambayo imepita, amekuwa wa baraka kubwa, sio tu kwa familia yake, lakini kwa jamii, kwa taifa na hata ulimwengu mzima amekuwa wa baraka. Maisha yake imekuwa taa kwa wote ambao waliweza kumjua na kuishi pamoja nao. Tunapotazama familia, tunaona kazi kubwa ambayo alifanya. Tunapotazama kanisa, tunaona kazi kubwa aliyofanya. Tunapotazama nchi yetu, tunaona kazi kubwa aliyofanya. Ameacha legacy ambayo tutakumbuka siku zote. Na hivyo basi Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya maisha yake. Na kwa sababu kifo hakina huruma kilimchukua. Lakini wewe uliye mwingi wa huruma umemweka mahali pazuri. Na kwa hivyo sisi pamoja na familia hii tunaomboleza kama watu walio na tumaini ya kwamba siku moja tutakutana na mama yetu, tutafurahi pamoja naye miaka ambayo haina mwisho. Bwana, pokea shukurani zetu. Tunakushukuru kwa sababu ya familia hii ambayo imeachwa na huyu mama. Familia hii tunaiombea neema yako ikawatoshe. Tunaomba ukaendelee kuwaleta pamoja na kuwashikanisha kwa upendo wa Kristo. Wakaweze kujuana zaidi na kukujua wewe hata zaidi. Wakaweze kufunuliwa siri ambazo zimefichwa wanadamu kwa muda mrefu. Wakajue siri zile ambazo wanaoweza kuzifahamu na kuzifuata wanatembea katika njia iletayo mafanikio makubwa kwa jamii zetu. Bwana, wafichulie hiyo siri ya enzini pako. Wakakujue wewe na jinsi ulivyo. Na tunaomba katikati yao, Bwana, ukaweze kuwainua katika utenda kazi wa kazi yako na hata taifa na jamii zote. Kusiwe na wapumbavu katikati yao, lakini Bwana, wote wawe wenye hekima kama vile ambavyo tumefundishwa. Watu walio na tabia nzuri, watu ambao wameheshimika na wanafuatilia maadili yote ambayo huleta baraka kwa jamii zetu. Bwana, tembea pamoja nao. Tunakushukuru kwa ajili yao. Tunakushukuru vile vile kwa sababu ya marafiki ambao wameweza kujumuika na kuomboleza na familia hii. Wamejitoa na kuacha kazi zao kwa sababu ya jamii hii. Bwana, umetufundisha ya kwamba njia ya kukujua wewe ni kupitia humanity. Tunapoona wakiwa hapa, tunajua ya kwamba familia hii hawana upweke kwa sababu ya marafiki hawa. Bwana, bariki kila mmoja wetu aliye hapa, aliyesimama na familia hii kwa njia moja ama nyingine. Bwana, ukaweze kupokea shukran na baraka zikawe pamoja na kila rafiki aliye hapa. Tunakushukuru kwa sababu ya kanisa ambao wameshikilia huyu mama na kumlea katika njia ya Kikristo. Na tuwajua pia nao wamepoteza mmoja wao. Lakini Bwana, uliye mwingi wa kufariji na huruma, kumbuke pia na kanisa. Na ukaweze kuinua wamama wengine wengi na hata wazee
na vijana watakao kuabudu siku zote za maisha yao. Bwana, tunakushukuru vile vile kwa taifa, vile ambavyo umeleta viongozi wa tabaka mbalimbali kuja na kushikana na familia hii, tukiongozwa na naibu wa rais pamoja na viongozi wengine wote walio hapa. Bwana, pokea shukrani kwa ajili yao, hata wanapoendeleza taifa letu. Bwana, wape hekima. Na sasa familia ni mikononi mwa Mungu tumewaweka, ili Mungu akaweze kutembea pamoja nanyi na kuwaongoza katika njia zenu. Mungu na akafukuze giza kuu ambalo hufunika jamii nyakati kama hizi. Taa ya ufufuo wake ukaweze kuangaza kwenu siku zote. Mnapotazama kaburi la mama yenu, msife moyo, mbali mkatazame nguvu za msalaba. Mungu akalete mwangaza mkuu mbele yenu na mkafanikishe katika njia zenu. Mungu na akatembee nyuma yenu na pande, akizuia adui shetani ambaye huja kuua, kuharibu na kuangamiza, asije akapata nafasi kwa jamii hii. Mungu na akaweze kuwa rehemu. Mungu akawaonekanie na akatembee akizuia maadui kuangamiza familia hii. Mungu na apigane vita zenu zote ambazo mtakumbana nazo katika barabara. Mungu akaweze kuwapa jawabu la mambo mazito ambayo mama yenu aliweza kusimama katika ule mwanya. Mungu akawainue na akalete jawabu kuu katika familia zenu. Mungu na akawashikanishe pamoja, na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote za ulimwengu ikawape amani katika mioyo yenu na mawazo yenu na nia zenu, katika hali ya kumjua Mungu na kumpendeza, hata mwana wake wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo. Na baraka za Mungu Mwenyezi, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Asante sana familia, mketi tuendelee na ibada yetu. Nataka kumwalika mwenye ako na vote of thanks. Vote of thanks very briefly. Vote of thanks. Thank you, Reverend. Your Excellency, the Deputy President, the Prime Cabinet Secretary, all the dignitaries with us here, let me take this opportunity to say thank you very much for honoring us to be here today to say farewell to our mother. I would like to start my vote of thanks by saying thank you to God for giving us our mom, and also for taking care of her when she lived in this world. We can't forget the many things that she has done and the lives she has touched. We are so grateful to God. I would also like to thank His Excellency the President of the Republic of Kenya, because he's been in touch with the preparation for this particular function ever since our mom passed on. He's been sending messages, and he's been also monitoring whatever we have done, and we are very, very grateful. Our Deputy President, your prayers, ever since you heard about this, have worked miracles, and we do appreciate your presence with us. We don't take that for granted. The Prime Cabinet Secretary, we saw your message, and we know you've been talking to Lady Mercy, and we do appreciate that. Indeed, we have also had visitation from colleagues of Mercy. They've been to home, they've been condoling with us, and we do appreciate your prayers and the support that you have been giving us as a family. In addition to that, the clergy has played a major role
in making sure that we are comforted. We don't take that for granted. And especially for today, the message that we have received, it just shows what we need to do when we are living in this world. And I want to assure you, I'll be a citizen. And thank you very much for reminding us. I also would like to take this opportunity to say thank you very much indeed to the officers of national government at this level. They have been very, very actively involved in making sure that the preparations that you see today are perfected. We don't take that for granted, and I'm sure they have done it because they knew Susan Muthoni Wanjohi is a Christian and a good person, a good teacher. I can't forget to thank the county government. They've been very much involved when we came here. I would like to mention this, Your Excellency, that the place was not as tidy as it is, and within a day, we've been able to achieve what you have seen around here. We do appreciate you through the office of the governor and the local MCA. Everybody has been working very hard to get us to where we are. For this function to have taken place, we did have a committee in Nairobi which was looking after the various things that should happen on a day like this. That team was led by none other than Engineer Muthoni. I'm sure he is here. And we would like to thank you very much for giving us good leadership, and the team members of that committee who are in it. Your contribution and your active participation has given us a lot of goodwill. We have been to many functions of this kind, and occasionally you may find things are not going right, but I would like to really appreciate the support that we have received from various services providers. They have worked tirelessly to make sure that this happen as you see it, and we can't forget from security to the people who have been preparing the ground where we are going to put our mom to rest, and the neighbors in particular. They have been very, very useful. We can't forget your input in all this. I would also like to take this opportunity to say a big thank you to all of you for having come here. We don't take this for granted. This lady, for her goodness and the manner in which she has touched many people, that's why you are sitting here. You could have been somewhere else, but you chose to be here. I think this is God sent, and we do appreciate you. Nyinyi tuko pamoja na nyinyi, na tunafurahia kwa sababu mlikuja kutusaidia, kutuombea. La mwisho kabisa, ladies and gentlemen, in most cases when we finish these functions, we tend to leave the family to look after themselves. I'm aware, Reverend, that you have asked us to continue praying for them. It is also good to continue communicating with the members of the family so that they don't feel the emptiness. Because once we are all gone and then they don't receive words to help them to console, then it becomes very difficult. And we want to appreciate that connection. With those few remarks, I would like to say once again, thank you very much indeed, and God bless you all. My name is Degwa Wachira, and this is my mom. Thank you. God bless you. Thank you very much, Mr. Degwa. We also thank you for summarizing the vote of thanks. Thank you. Thank you very much. I want to welcome Derek to take us through the tributes from the dignitaries, their speeches at this time. Karibu sana, Derek. Asante sana kanisa kwa kutuongoza kwa utendeti katika sehemu ya kwanza ya ratiba. Tupigie kanisa makofi mazuri tafadhali. Asante sana. Kanisa tukiongozwa na Reverend Dorcas Kamau, familia ya mwenda zake Susan Muthoni Wanjohi, Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua,
Waziri Mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Gavana wa Jimbo la Laikipia Mheshimiwa Joshua Irongo, Mheshimiwa Naibu wa Gavana wa Jimbo la Laikipia Mheshimiwa Ruben Kamuri, waheshimiwa mawaziri wateule, waheshimiwa bunge la kitaifa, waheshimiwa wawakilishi wodi, Wakristo na wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, hamjambo. Hamjambo tena. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili kwa ratiba yetu ya siku ya leo. Naomba kwa heshima kubwa nimwalike yule atakayetambua viongozi waliojiunga nasi siku ya leo na kisha aweze kunena kwa kiduchu. Karibu sana Mheshimiwa Gavana wa Jimbo la Laikipia Joshua Irongo. Tumpigie makofi mazuri tafadhali. The family of our dear mom, Mom Susan, the kanisa tukiongozwa na ministers, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, na all the dignitaries tukiwa pamoja na cabinet secretaries wale tuko na wao, our deputy governor pamoja na the officials and the leadership of the county government, tukiwa na even the deputy speaker of the county assembly pamoja na the MCAs wale tuko na wao, Wakristo na marafiki wa familia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Mimi nitachukua dakika kidogo sana, Your Excellency, because mimi nimeitwa hapa kama mzee wa hii boma, mzee wa kijiji ya Laikipia, na mimi kama mzee mimi kwanza ningeitwa pale Bere wakati kanisa iliita share lady au chairperson wa kanisa wakati wa kukaribisha watu, nami ningeitwa hapa kwa sababu nimeona kama Nairobi West imechukua nafasi yote hapa. Na kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi kama mzee wa kijiji hii ya Laikipia kukaribisha nyinyi nyote on behalf of the people of Laikipia na on behalf of the county commissioner wetu wa Laikipia. Kwa hivyo sisi serikali yote, both the national and the county, tunataka kuchukua hii nafasi on their behalf kumwambia karibuni sana, na sana sana tukaribisha watu wa Nairobi hapa kwa kijiji yetu ya Laikipia. Karibuni sana na tuko pamoja. Sisi on behalf of the people of Laikipia tunataka kuleta labilabi zetu kwa familia ya Susan, sana sana kwa Mercy Wajao who is she is afraid to this county. Na mara nyingi, Your Excellency the Deputy President, ikiwa kuna faida tumepata sisi kama wakaaji wa Laikipia ni Mercy, kwa sababu mara nyingi tumemtumia kwa sababu ya ujuzi yako naye, na tumeona ujuzi wake of high integrity na being a person of good character, because that is the message when we invited Mercy Wajao to meet and address my cabinet, that is the CC and the chief officers, the senior management of the government. We realized that Mercy would come and speak to my people just pale mwanzoni wa kutengeneza hii serikali, because our work as a chief servant of this county is to lead a government that can give service to our people, and being the servant also, we wanted to have a team of people of good character and integrity, na tumeona kule Mercy Wajao ulipata huo ujuzi and a good character. Na kwa hivyo sisi tunasema poleni kwa familia, na may God give strength and comfort and peace during this sad moment. Sisi tutaendelea na kumuombea Mwenyezi Mungu aendelee na kumpatia nguvu. Na mimi kwa sababu sitaki tuchukue muda mwingi, kama vile tumeonyeshwa na kanisa, to be precise, sisi tunataka kutaburisha wale tuko na wao, ukinipatia ruhusa Your Excellency, because a function like this one we would not want to take long for the respect of our dear mom, and therefore I want to just kutaburisha wale tuko na wao, na ningetaka kukaribisha Mheshimiwa Dr. Wachira Karani dakika moja tu, just because we want to be brief
because this is a county ya Laikipia, kama vile tulikubaliana ya kwamba we don't speak much at all, is only salamu, na kwa sababu representing the rest of the members of parliament for Laikipia County. Dakika moja. Asante sana, Your Excellency Governor wetu Joshua Irongo, Your Excellency the Deputy President, Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, all protocols observed. Majina yangu ni Daktari Wachira Karani. Daktari Wachira Karani, mimi ni mbunge wa Laikipia West constituency jirani katika kaunti hii yetu. Na nimekuja hapa, nataka kuchukua nafasi hii kutoa risala zangu za rambirambi na kwa niaba ya watu wa Laikipia West kwa familia ya Mase mjiweke pamoja na Mungu atampatia nguvu ya kuona ya kwamba maneno hii yote mmevumilia vile iko. Ya pili, mimi leo sina maneno, nimekuja tu kwa sababu ya hiyo maneno, lakini nitachukua nafasi hii pia kutoa rambirambi za women rep wa Laikipia ambaye amenituma, ako Mombasa katika kasi ya komiti, akaniambia nikifika hapa niweze kutoa rambirambi zake. So leo sina maneno mingi, asante sana Your Excellency. Asante Your Excellency, na ruhusa yako nitambulishe wengine the members of the county assembly wakiongozwa na the deputy speaker. Jameni simameni, hao ni our members of the county assembly. Tuko na mheshimiwa, just step forward, I introduce you particularly to our dear friend Mase Wajau. Aone wale tumekuwa na wao kuhakikisha kwamba nyumbani tumeondoa mifupa na mambo yote iko sawa. Tuko na MCA wa hapa, huyu anaitwa mheshimiwa na deputy speaker of the county assembly ya Laikipia, anaitwa mheshimiwa Theuriwa Wambui. Asanti. Na tuko na mheshimiwa Kagodu. Mheshimiwa Kagodu ndiye mheshimiwa wa kule Thigithu ward iko neighboring to Nanyuki. Mheshimiwa deputy speaker ni MCA wetu hapa na ndio Nanyuki ward. Asanti. Na tuko na the former speaker of the county assembly ya Laikipia, kijana wetu mheshimiwa Patrick Waigwa. Asanti. Na tena tuko na the former MCA alikuwa hapa Nanyuki ward, anaitwa mheshimiwa Veronica Ikunywa. Asante sana. Thank you. Wale tunafanya na wao kwa serikali ya county wasimame o just mahali mupo wakiongozwa na the county secretary. Hao ndio wale tuko na wao. Tuko na county secretary mheshimiwa Koinage Wahome, na tuko na Purity Kedi, our chief officer administration, na tena yeye ametoka hapa, na tuko na Steven Lapian, chief officer kwa ofisi ya administration. Asante. Sasa na ruhusa yako tuko na deputy governor dakika moja. The Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, the Wanjohi's family, the Excellency Governor Joshua Irongo, Kanisa kutoka Nairobi West, all the dignitaries present with us today. God is good. Okay, kwa majina mimi naitwa Ruben Kamuri Ngatia, the Deputy Governor Laikipia County. Pia mimi najiunga na waombolezaji wote kusema pole to the family, and also to say Mom has done her part, dedicated teacher, good mom, good shosho, and also a woman of integrity and character. May her soul rest in peace. God bless you all. Asante. Now I thought that the member of parliament Laikipia West would introduce na kutabua mheshimiwa Jane Kihara. Ayuko? No. Oh, sorry. Na kwa ruhusa yako the deputy president, Your Excellency, mimi tu nikumlakia mema na wale wote wageni kutoka Nairobi, ikiwa itafika masaa jioni na muone ya kwamba mnataka kulala hapa,
I'm the chief watchman hapa, na kwa hiyo muone kwamba mko sawa sawa na mambo iko sawa sawa hapa, na mimi nitakuwa na mlinda hapa. Kwa hivyo na tuko na amani katika Laikipia, na sisi tunaendelea na kusemesana na jinsi wetu, kwa sababu tunatabua ni watoto wetu na mambo yetu iko sawa. Na kwa hivyo Deputy President, ujua kwamba Laikipia iko sawa na inasimama na serikali, na tunatabua yale kazi ile serikali imetufanyia. Kwa hivyo tunashukuru, na kwa ruhusa yako allow me now tukukaribisha the Prime Cabinet Secretary, na ndio sasa kutoka hapo ataweza kunena na alafu aweze kukaribisha the Deputy President. Karibu Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Karibu sana. Si tumpigie makofi jamani kidogo. Asante, karibu sana. Asante sana. Familia ya Mama Susan Wanjohi wakiongozwa na mmoja wetu Mercy na ndugu yake na jamii, Mheshimiwa Deputy President Rigathi Gachagua, Governor wa Laikipia na viongozi ambao umetaja, wakuu wetu wa kanisa la PCA, ndugu na dada yangu watakuwa machache. Mwanzo kabisa, kabla sijasema lolote, ni vizuri nitambue pia kuna marafiki wetu, marafiki wa Mercy na pia wenzangu ambao tumefanya nao kazi wako hapa. Nitataja jina: Mheshimiwa Soipan, Mheshimiwa Alice Wahome, Mheshimiwa Rebecca Miano na ndugu yangu Mheshimiwa Njuguna na mke wake. Asante sana. Pia kutoka kwa ofisi yangu kuna Bwana Busiega ambaye pia anajua Mercy kabisa. Jambo letu la kwanza kabisa ni kutoa rambirambi ya kipekee kwa Mercy na familia yake. Tulipopata ujumbe kwamba mama ameaga dunia, tulikuwa na heka nyingi. Kwa hivyo hatukupata nafasi nzuri ya kufariji familia. Lakini tukasema kwamba ni vizuri leo tuungane na jamii na familia na kanisa ili tutoe faraja zetu, lakini tunatambua kwamba faraja kuu ni faraja ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na wakati moderator alikuwa akizungumza, nilimsikiza sana kwa makini, na mimi ni mfuasi wa Man U. Sasa nikakuwa na wasiwasi, sasa huyu ananilenga ama namna gani? Lakini nataka niseme alisema ukweli kwamba tunaweza kuwa na mambo mengi, lakini tusiwe watu wa kuleta vurugu na fujo katika taifa letu. Wengi tukisimama hapa tuna huzuni kwa sababu maisha yamepotea kwa hiyo vurugu. Tuna huzuni kwa sababu pia wengi wamepoteza rasilimali zao kupitia kwa biashara ambazo zimeharibika. Wengine walikuwa na mikopo, wengine wamepoteza life savings zao kwa hiyo fujo. Na tunajua kwamba wale wenye bima, wale wa kutoa insurance, mara nyingi hawatatoa insurance kwa wale ambao wamepoteza katika ghasia kama hiyo. Kwa hivyo ni loss kubwa sana katika sehemu nyingi. Kwa hivyo letu tu ni kuomba tufate maagizo ambayo yametolewa na askofu wetu leo, kwamba tuwe wa Kenya ambao tutakuwa wazalendo, wala ambao tutajua kwamba ni vizuri hata tukiwa na shida
tufate sheria, lakini tusilete vurugu, kwa sababu tunaumiza wale ambao hawana hatia yoyote kwa mambo labda ambayo inatetwa. Hapo ndio itakuwa ombi letu. Kwa hivyo sitaki kusema mengi kupita pale. Nataka sasa kwa heshima ni mwalike Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naye atoe rambirambi zake na atupatie neno ambalo angependa kusema. Na kwa Mercy na jamii, narudia kusema kutoka kwangu na pia kutoka kwa mke wangu ambaye unamfahamu, Tesi, na jamii, poleni sana, na nehema za Mungu zirejee kwa jamii yenu na familia. Asante sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais. Thank you. Please be seated. The family of the late Susan Muthoni Wanjohi, our moderator, our parish minister from Nairobi West, the leadership of PCA Church, our elders, deacons, deaconesses, group leaders, wamama wetu wa Women's Guild, the Prime Cabinet Secretary and our Cabinet Secretary nominees present, Governor wetu Joshua Irongo wa Kahora, and all the people who have come here to escort our mother, Gaine Mwega, na hindi ciothe, Gaidia Ishiarere Mwathani Agosho. I've come here on behalf of President William Ruto to bring his message of condolence that I'll read, because Mercy Wanjau is the secretary to our cabinet, and therefore the president, myself, the prime cabinet secretary, and our cabinet colleagues have come in solidarity with her, because we are one family as cabinet. And what happens is that a family stays together, and when one of us is down, we hold his or her hand. Kwa Mercy tuoka na gashiwo kukugiria we na family yanyu maithori, tondu ucio niguo mutugo witu, niguo Ngai endaga riria umwe witu ararira tukanyitanira. I have listened to the eulogy of the late Susan Muthoni, a great educationist who has done a lot of work to mentor our young people, to teach them and mentor them into responsible people in society. And we salute her. She was also in real estate investment, and she has done very well. Above all, I did not get a chance to meet her, but I must salute her as she lays here, as we escort her, for bringing up her children well. And I have a testimony because Mercy Wanjau, her daughter, works with us. Na Mugikuyu ugaga gimayu magaku. Gimayu magaku. So when we work with Mercy, a very efficient public officer who runs our cabinet in terms of preparation, in terms of minutes, in a very efficient manner. So we see signs of good upbringing. Mercy is also a humble public servant. She works well with the president, with me, with the prime cabinet, with her colleagues, with everybody. And therefore we must say that the parents of Mercy brought her up well. And therefore we salute our mother who lives here today for that good upbringing. And it is good for us to clarify when the cabinet was dissolved
Mercy, the Secretary to Cabinet, was not touched because people have been asking, Mercy yako wapi? So there was no need to reappoint her because she was there from the word go. So I have seen many people, all sorts of analysts and newspaper people and commentators commenting about gains and losses. Which region got what, which one lost, which one didn't, who is strong, who is not. I think the whole thing is a win for the people of Kenya. And for us as a region, we are very happy that Mercy adds our numbers. And we are very proud of our performance from a daughter of this region and her commitment to public service and assisting the president in the management of the affairs of this country. I want to say that let us all remain united as a country. We have just gone through very difficult periods. In moderate, I agree with you 100%. That those who took advantage of well-intentioned peaceful protests to loot property, to steal, to maim, to hurt, those are idiots. I agree with you. They are even more idiots and more idiotic as those who try to take advantage of the whole scenario to settle political scores with those they don't support or those they have a problem with. Trying to apportion blame, trying to say this and that. Those are even more idiotic than those idiots. And I agree with your sermon entirely. Let people know that Kenyans are also very intelligent people. People of this great country have come of age. They see from far, they analyze, and they know. As you speak of any situation, have tremendous respect for the people of Kenya. People are not foolish. There is no shortage of fools in this country. People are fairly intelligent and very analytical. And the ordinary Kenyans are ahead of us leaders. They know many things. And they see, and they can tell. And they understand. Let us respect the people of Kenya, because the people of Kenya are fairly intelligent people, and they know very many things. I want to take this opportunity to really thank Professor Njuguna Ndung'u for your very outstanding performance at the National Treasury. I want to say we are very proud of you. As our son from this region, we know where you found our economy and your stewardship of the National Treasury. As you hand over to the new nominee, walk with your head tall. You worked hard for late hours. You came to cabinet and presented clear and concrete proposals. As our son, we are really, really very proud of your performance and your achievement. And let me encourage you that when God closes one door, God opens another door. And we wish you well. But you, as you retreat, know that we are very proud of your achievements. I had the order from Nairobi West. I don't know. The last time I checked, Nairobi West PCA was the only church in Nairobi preaching in the Gikuyu. Is that still the situation? Let me tell you, Elder, I heard you complaining that in Nairobi you must take care of your bag. In the village here, we don't have such problems. Welcome to the village. Here, we know each other. So, you don't even have to bother who is seated next to you. Here, people kila mtu wanajuana. And even those who can take your bag, they are known. Na hata your bag ikipotea, we know where to go for it. So, karibuni kwa kijiji. Msikuwe na wasiwasi hapa. Maybe mkirudi Nairobi, you can take care of your bags. Lakini hapa tunakaa vizuri. Kati wadu ito. Kono tuwe ide. Utile mudu waga kindu kene.
oe kaine nginya kahe kanini mutimio ngioya kibeti kia wa mariganetie ni oe kaine koguo ni guku gicagi tutikorwa mathina maingi tuikara maisha mega muno twagioka Nairobi tukemenyerera tondu kuna Nairobi ni kia matawa kwi maundu maingi. Our PCA Church, I'm a member. We are very proud of our leadership and the moderator Thego, our moderators, our parish ministers for the good thing you are doing. And no man's guild in a very special manner. Let me also send my condolences to you for losing your senior member. The Women's Guild is a pillar of our PCA Church. We are very proud of you. Nabere kunyitirira kanitha witu tondu kanitha witu wa PCA wa mutaratara ni kanitha mwega. Gavana John Nyedu no ya goko tukirwa wa PCA no ali zwa homeno wa kanitha witu Rebecca Miano no wa kanitha witu Deputy Governor wa kanitha witu very good gavana ene ngoko garura ngoko aliria kahora nyone ka no uketu tukare kanitha. We are very proud na kanitha witu wa PCA na ruria twacemania andu a PCA ni tukenaga muno tondu tutikoragwo kaingi hamwe tukauga tuine karwimbo mukora tuine karwimbo kana tuine a PCA mutikirugame karagera wo Jesu we unyendete nitikega kau Jesu we unyendete nigurira hariwe riria bara inene nowe wakuhonokia higa baru-inĩ ciaku wiye mũndũ mũthĩni honokia Ngai wakwa gitĩra moyo wakwa wĩhithio wakwa nowe na mũrũ wakwa nowe nĩngaingatwo harĩwe njoya ũnjĩtĩkĩre niĩ nĩngwĩhokete nowe ũteithio wakwa ona mwĩgito wakwa ũndorerie thũ ciakwa wega wothe nĩ waku wohanĩri no waku mwathani ndanyihĩrwo njihũria wega waku Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene. Asante. Karaidhi nipatie hiyo taarifa ya rais ndio niweze kusoma. Rais wetu ako katika ziara ya kikazi katika eneo la Pwani na akanituma mimi tukiwa na Prime Cabinet Secretary tukuje tumwakilishe na tuwakilishe baraza letu la mawaziri. Alice waho amenegoja na mahyanene na Jane Kihara ndio ni mwana ina muno kuiguaga ngwiciria gavana ni wakuga ne Jane Kihara niguo oyetagwo Alice waho ni ngatha itu kuma kuria Kandara na ikite guku Nyeri gwitu handu etagwo Ihururu umuhonia maitho Nwe cabinet nominee witu wa kura kwa migunda na manyumba Saipan Tuya nwe cabinet nominee witu wa defense kamwire ni kanini no hakiri nyingi etiguo aire tukaune kega ni gagutugitira Rebecca Miano no wakuria Ndaragwa na kenwe witu wa tourism na wildlife na ni mukuruta Ngai ni akumuteithia muhituke
mwakeheo mweke muke murutire andu aitu wira, muteithiririe president, muteithiririe bururi, inywe muri andu aruti wira wega na nitumui, na gucoka kwanyu ni kwega, ni muguteithiriria thirikari na muteithie andu na muheage andu gitio ria murekaga, muthie na mbere na kuhe andu aitu gitio, mukamariria kahora, mukamariria na njira ya gitio, tondu niguo Ngai witu endaga. Condolence message from His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, to the family and friends of the late Maina Susan Muthoni Wanjohi. Our country has lost a dedicated servant of the community. Mama Susan Muthoni Wanjohi, dear mother to our Secretary to the Cabinet, Mercy Wanjau, was organized and God-fearing. She was kind, diligent, inspiring, and an exceptional role model to many. A champion of unity and cohesion, Mama Muthoni was full of fresh thoughts that changed many lives. She'll be best remembered for the high regard that she placed on education. We celebrate the exceptional life that she led and the lasting legacy that she leaves behind. Our thoughts and prayers to every member of the family and to all of those who loved her. May we draw comfort from the word of the Lord that now may the Lord of peace himself give peace at all times and in every way. The Lord be with you. Rest in peace. Mama Muthoni. Signed, William Samoei Ruto, President, State House, Nairobi. Urirai mutongoria witu he. So Mercy, on behalf of the President and all of us, our sister, we really feel for you. We'll remember you in our prayers. Take heart with your siblings and be comforted that all of us are solidly with you, so that as you recover, you can come back to work when we have constituted the cabinet and they have been sworn in, so that you can come and carry on with the very good work you are doing of helping the President and all of us and serving our country with commitment, dedication and distinction. Adwana irofi mwathi nembo gutwara gaitisi andu agicagi. Nembo gutwara gaitisi andu agicagi. Mumakeithie muno na mukihitukire chaka mukigure waru na karati. Kiria mugukite na kio mutigacoke na kio mutige guku county ino. Mutigacoke na kiria mugukite na kio mugure tuindo mutakugura chaka hau karati na hetho konene muno. Ari angi no mugure haria kibigoti. Mukigure indo fresh, mutigathie gure cia fridge mumite guku gicagi. Muthie na indo fresh, matunda na mboga na indo iria ingi tondu niguo kwagirire. Asanteni sana. May God bless you. Thank you very much. Asante. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais kwa maneno ya faraja kwa familia. Asante. Tunaweza kuketi. Tutatumia itifaki ifuatayo kuondoka. Tutaongozwa na kanisa, kisha mwili utafuata, alafu tutakuwa na familia pamoja na Mheshimiwa Naibu wa Rais pamoja na Waziri Mkuu na viongozi wengine watafuata, na kisha wengine wetu tutafuata. Tunaelekea mahali ambapo sio mbali na hapa. Tutaruhusu familia, kanisa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Waziri Mkuu na viongozi wengine watumie magari yao, kisha wengine tutaweza kutembea, alafu baadaye tutarudi hapa kwa ajili ya mankuli, yani lunch ambayo itasaviwa kwa